Ni Dapipo tena anaye unguruma kwenye mikrofoni. Tukiwa tumefika sehemu ya 9 katika simulizi yetu nzuri ya Agano la Tatu. Tuliishia pale ambapo imefika siku ya mtihani, lakini Ziudraga alikuwa haoni. Hakuweza kuona chochote, bali macho yalikuwa yakitoa machozi. Hakuziona karatasi za mtihani, hakumuona mtu yeyote mbele yake zaidi ya maumivu makali. Katika ulimwengu wa siri, kifungu nambari 1 ipo hivi: watu hawawezi kuharibu chochote wasichokijua au chochote wasichokuwa na ufahamu nacho. Hata katika ulimwengu wa roho, Shetani aliiasi mbingu baada ya kutambua baadhi ya vitu, ndipo akavimba kichwa kweli kweli. Kutokana na uwezo mkubwa wa Ziudraga aliouonesha pale shule, hata watu wabaya walianza kuweka naye ukaribu. Ukaribu ambao hakushtukia, ukaribu ambao ulikuja kumgharimu baadaye. Kuna wanafunzi ambao wamerithishwa mikoba na bibi zao pamoja na babu zao. Hao ambao husoma huku wakisumbua wenzao. Hao ni wale wanafunzi ambao huwapiga zongo wenzao pasi na faida yoyote wala kosa lolote. Kijana alitupiwa mauzauza ambayo yalimfanya asione chochote siku ya mtihani. Zaidi ya machozi pamoja na maumivu, hakuna chochote ambacho aliambulia. Kosa kubwa ambalo lilimgharimu ni huruma, kupenda wenzake pamoja na kujiweka karibu hata na watu wabaya bila umakini. Alisahau maneno ambayo aliwahi kuyasoma katika kitabu cha laana mpya alichoachiwa na baba yake, yaliyosema kama ifuatavyo: ukitaka amani kwenye nyumba yako, basi usikifanye kiti kiwe kikubwa kuliko meza. Hayo ndiyo malezi bila lugha chafu. Sio unapewa pombe, unasifiwa ukijua ni kombe. Na katika malezi ya familia, ukiona unawakanya watoto huku wanamwangalia mama yao na kutabasamu, basi ujue umevuka na matusi, mtu amemwachia mamba. Jana yenye maumivu kigonga hodi mlangoni leo, hapo inayowindwa ni furaha yako ya kesho. Ficha kabisa funguo zako mbali. Haijawahi kuwa hadithi isiyoeleweka kama ndani yake itawaongelea watu wanaotenda wema kwa wengine. Hakuna tuzo ya binadamu bora hapa duniani. Watu hawajaweka hicho kipengele, lakini kwa Mungu nafasi ipo kwa ajili ya wote wanaotenda mema na wanaoishi vizuri na binadamu wenzao. Enyi wana wa Adamu, huo upendo wenu unasimamaga wapi? Kama tunacheka pamoja kwa mambo mengi, ila kwenye machozi tusishirikiane, upendo uko wapi? Tangu kuingia kwa dhambi, mwanadamu alinyimwa fadhila. Masikini tunawafundisha watoto wetu walimwengu ni wabaya. Familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao walimwengu ni mtaji, wasikae nao mbali, kwa sababu kitu cha mtu hutoka kwa mtu. Biashara ya mtu huuzwa na mtu na hununuliwa na mtu. Fursa inapatikana kwa watu. Ishi na watu vizuri, ila kwa tahadhari kubwa. Usimwamini yoyote kupitiliza, zaidi ya mama aliyekuzaa. Lakini pia katika ulimwengu wa ushushushu, tunafundishwa kwamba usimwamini mtu yoyote, na unatakiwa umshuku kila mtu. Kila mtu yoyote anaweza kawa yoyote kwa jambo lolote linalotakiwa kutekelezwa. Hawa ndiyo binadamu. Unapoingia katika nyumba zao na utakaposikia sauti zao kuwa umefika kwenye nyumba, ukaona wamejiandaa kwa ukimya wa miguno, ujue hiyo ni ishara ya uchawi. Watajisifu kuwa wanakusikiliza kama walivyokuzoea. Mtoto wa kiume unatakiwa ujiandae kuwa baba. Baba ndiye chimbo la silaha zenye tafsiri ya maangamizo au maono kwenye uzao wake. Kwenye koo au familia, baba ndiye mwenye ndimi inayotakiwa kuwa na kiu na njaa itakayokidhi kodi ya meza.
Mtoto wa kiume ndiye ishara ya utawala tangu mwanzo wa uhai. Lakini unapokuwa baba, ukaona familia inakudharau, ujue hudai udaiwi. Hapo mbuzi kalamba leli. Siku moyo wako utakapofika tamati, hawataamini, kwa sababu siku hiyo ndipo fahamu zao zitakapofunguliwa. Imeandikwa, hakuna Mungu mama ila ni Bwana wa majeshi. Baba, kuua ni rahisi kuliko kutafuta dawa. Ishi na watu vizuri, ila usimwamini yeyote. Hayo yalikuwa ni maneno ambayo yaliandikwa katika kitabu cha Laana Mpya ambacho kiliachwa na baba yake Zeudraga. Hakufikiria hilo swala, lakini baba yake alimpa kurasa za kitabu hicho aanze kukisoma akiwa mdogo. Baada ya kuwa ametupiwa mauzauza, ilibidi wasimamizi pamoja na walimu wamwondoe kwenye chumba cha mtihani, kwani hakuweza kufanya lolote. Je, nini kitaendelea? Nini kitafata baada ya kushindwa kuendelea na mtihani? Ungana nami tena. Da People TZ 0789 400 0613 00 Kama una makala, simulizi, hadithi au documentary, karibu tufanye kazi.